Dogo jao. Dogo lazingua, yani tena lazingua kinoma. Yaani muda wote yani uliniaga tunaenda tu. Afu leo hii umeenda kuhamia tena huko. Sasa mimi nitawajibu nini walimwengu huku? Wananiuliza vitendawili vingi. Nashindwa kuvitegua. Mfanya urudi basi uje uvitegue hivi vitendawili wanavyoniuliza. Mimi nakosa hata majibu. Au dogo unazingua. Sawa mimi ndo nimekushawishi mpaka ukaenda kwa mama Nabii. Lakini umechukua muda sasa. Tafikiri umepewa na kodi huko umeenda kupanga ghetto huko. Rudi bwana. Maana kila nikipita Lamkani uko wapi? Nisipoulizwa na msichana naulizwa na wanaume. Nisipoulizwa na mgafu naulizwa na kina Mwaijuru. Rudi bwana. Mimi nimechoka. Lamkani wewe. Ila kwa kuwa kitu changu ni cha kwako, siri yako ni yangu ni yako. Hii siri simpi mtu mwingine yoyote yule. Halambi hata unga wa siri. Halambi. Simwambii hata mamangu mzazi. Simwambii. Nakaa nayo moyoni. Hii siri ndakuja nikwambie wewe mwenyewe. Niliyekwambia na uliyeniambia. Simpi mtu mwingine. Hata baba ni hata simwambii mtu mwingine. Ndo nishakunywa maji ya bendera. Nimekunywa na nimeameza. Siendi kuyakojoa yatoke. Na bakisha huko tumboni. Mimi ndo uswege. Simwambii mtu yoyote. Ila nimemiss ule utani wako. Ulikuwa unanichezeaga vizuri. Unanipa vibuku mbili vile. Vijorojero. Wewe uswege. Familia Mwambanja. Mwanangu mwenyewe. Mwambanja vinyole msimamo. Vipi sasa? Shwari. Unajua swegi? Hivi kuna unapenda sana kujitenga mwanangu kama nyama za mishkaki. Unapenda kujitenga kukaa peke yako, ni upendi kuchangamana na sisi tukakaa tukapiga story 1 2 3. Unajua sometimes ukikaa peke yako kama hivi hairuhusiwi, unaweza ukapata mawazo mabaya, ukajining'iniza juu, unaweza hata ukajinyonga. Kwa hiyo haifai kuwa peke yako. Afu mbona kama unalia? Nani? Mimi. Bwana, si unajua nilikuwa nafanya mazoezi ya sanaa hapa, mazoezi ya uigizaji. Unaona watu wanaigiza huko mamovie wa Kihindi hao wanaigiza zao series, wakipewa scene wanalia, wanatoa machozi. Nikasema na mimi kwa nini nisifanye? Na mimi nikabidi nianze kutoa machozi. Nimelia. Hapa nilikuwa namkumbuka marehemu bibi yangu. Alikuwa ananifinya sana na vijiko huko. Nikakumbuka yale maumivu, nikajikuta mimi machozi hayo yakatoka yenyewe bila hata kupigwa yani. Uswege. Usitaki kuniambia kwamba nawe unataka kuwa mwigizaji. Sio. Nataka kukuambia nataka kuwa mwigizaji. Mimi kuanzia saa hizi ni bonge la mwigizaji. Siku moja mtakuja mnione kama kina Steven Kanumba huko, yani nimekuwa mwigizaji superstar. Nikipita pale Uswege, hi. Naitikia hello. Mnakana vipaji mtaani hapa hamjui. Ni sahihi hicho ninachokisema. Na uko sawa kabisa. Lakini uwaga unakuja hata kazini kwangu na mimi unaniita, unanishauri 1 2 3, huenda na mimi nitakuja kuwa mtu mkubwa hapo baadaye. Lakini kama hivi unakuja peke yako, unakaa huku unaanza kuwaza mara ulie mara ufanyeje. Yanakuja mawazo mabaya. Unaweza kaa kama kibaka. Au kio kama kibaka unakaba, haya mama Fatuma kaeka pale simu, mama mdogo naye mama kaeka simu pale, ukapita naye. Tayari mwizi, ukaanza kuvuta bangi. Ndugu yangu ni kweli unayoyasema. Lakini sasa kwa hichi kichwa kweli nikisema niende nikavute bangi, si nitakuwa bangisha? Maana nitakuwa sielewi, nitawasahau hadi nyinyi majina. Mwambanja. Kwanza twende kwanza kwenu kwanza. Maana njaa inaniuma. Hapo tu kwa njaa. Tuanze kwenu. Mimi kwetu sijapika. Hatujapika. Afu mamako sanauza mandazi, hebu twende. Twende bwana Mwambanja. Ninaponya kwa mikono yangu, lakini moyoni kuna vilio.
Beni. Unakijua unachokifanya? Haya, unaenda wapi sasa hizi na ulipo wapi? Nimetoka kucheza mpira baba. Oh, kucheza mpira? Mpira gani unaochezwa mpaka usiku? Unataka kuniona mimi ni mtoto mdogo, si ndio? Hapana. Hivi unavyoona ni katika hekaheka za kuweza kukutafuta wewe. Ni siku kadhaa haupatikani nyumbani. Sijajua una shida gani wewe. Hebu nisikilize. Ujue mimi ni mzee wa kanisa. Na kwa hiki unachokifanya unanitia aibu sana. Samahani baba. Naomba nisamehe, sikurudia tena. Nikwambie kitu. Kati ya watu wabaya, mimi ni mtu mbaya sana. Na endapo nitageuza sura yangu au taswira yangu upande wa pili, utaniogopa sana na utajuta kwa nini nina baba mdogo kama huyu. Onyo, iwe mwanzo na mwisho kuweza kunisumbua. Sijui unanielewa? Ujue nimejaribu kufuatilia miondoko yako. Nimegundua mambo mengi sana juu yako. Umeanza mambo machafu, mabaya na ya kipumbavu. Aliyokufundisha ukibaka we nani? Habari ya kutoka kwenda sehemu kudokoa hapa, kudokoa pale, kudokoa pale. Hii tabia amekufundisha nani? Hamna baba, sio kweli. Afu hii tabia umeipata wapi? Mbona si kwenye familia yetu hatupo hivyo? Hebu angalia hayo makundi yako ambayo unakuwa nayo, makundi ya kipumbavu, ya kijinga na ya kifezuri. Sitahitaji kuyaona na kuyasikia tena. Hebu geuza twende nyumbani. Takataka ya Mungu. Nyumbani ndio huko. Pumbavu wewe. Huyu ameanza wapi tabia? Kwani nakuwa mjinga? Hey. Kweli Mungu anatenda. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba wewe leo ndo unamiliki jengo hili? Ni kweli Mungu ana makusudi yake jamani. Hongera sana shemeji yangu. Umepajuaje hapa? Yaani unazungumza kupafahamu hapa mimi? Mungu wangu. Hivi umesahau kama mtafutaji achoki? Nimetafuta wewe. Nikasema huyu ndugu yangu, nimeishi naye kule maisha ya umaskini. Leo hii nimeona anapendeza, ananawili, amepata mjengo. Hatua kwa hatua, mguu kwa mguu, mpaka nimefika hapa. Hilo swala la mimi kupajua hapa, wewe hilo niachie mimi bwana. Wewe mimi niende kushangaa tu ukuu wa Mungu. We jamani, inchi ngapi? 52. 52. Mungu wangu jamani. Hongera. Mcheshi sana wewe. Na ndo maana kipindi kile tunakutana kule, nakwambia ndugu yangu, umenawili, unapendeza. Akili yangu sasa na moyo wangu vikaniambia huyu sio muda anapata pesa. Ni kama nilioteshwa maono. Ona sasa. Yaani maono nimeoteshwa mimi, utajiri umemiliki wewe jamani. Yaani hapa sasa, unakumbuka kauli yangu? Ni bora yule mwanamke yule Happy aliondokaga. Kwa sababu ile ilikopo ni laana. Ulikopo wewe yaani wewe ulikopo Mungu wangu. Kwa sababu utajiri huu kuna sehemu ulijificha. Alipoondoka yeye, Mungu wangu baraka zimemiminika. Angekukondesha na angekuua yule, usingepata hata hii. Yaani hizi mali usingezipata. Ni bora tu karuhusu waende. Lakini mimi nilikwambia, kinywa changu mimi nikiongea kitu, hakitoki bure. Niliyaona haya. Mimi natumaini chumba cha wageni kipo kwa sababu Mungu kule alikotutoa ametutoa ni mbali sana. Ametuleta hapa kwenye utajiri. Nani bila shaka chumba cha wageni kipo, si ndio? Yeah. Leo mimi nitapika hapa, nitapakua hapa, tutakula hapa hapa. Na tukishamaliza tukula, tutafanya ibada kubwa sana. Tutaanza na nyimbo za kuabudu, tutaabudu, tutakuja na sifa kwa sababu Mungu anaketi katikati ya sifa.
Tukimaliza hapo tunaanza kumshukuru Mungu sasa, kwa sababu ametuleta kwenye utajiri, tumetoka kwenye umaskini. Na leo nitalala hapa. Lakini nilikuwa na karatiba fulani kakutoka leo bwana. Yaani wewe unasema kutoka? Mimi naona kabisa hapa hamna dalili ya mfanyakazi. Kwa hiyo ukitoka bila shaka mimi utanikuta, yaani mimi ndio sina hata kwa kwenda ndugu yangu. Kiukweli mimi utanikuta hapa. Alafu hapa kwa kiza haraka huku vyumbani bila shaka. Alafu huku jikoni. Sasa ngoja. Nadhani kila kitu kitakuwa poa. Hapo nyumba hii kubwa hizi kakosa vitu jikoni bwana wewe. Ngoja niende kujipikisha huko. Anaongea sana huyo. Aha, wewe, njoo. Mbona unanikimbia? Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen, ubarikiwe. Shida nini? Baada ya kuniona unanikimbia, tatizo ni nini hasa? Hamna baba, wala sikukimbia wala nini. Nilikuwa tu ninafanya mazoezi ya ajili ya kuweka mwili sawa. Sasa hizi kila asubuhi ninafanya mazoezi ya kukimbia, kujiimarisha mwili wangu na kuwa na mwili mzuri. Yaani sasa hizi imekuwa kama dozi, asubuhi, mchana na jioni. Buda, unaniona mimi ni mtoto mdogo sana. Mazoezi najua lote. Tena afadhali nimekuona. Nilikuwa na mpango wa kukutafuta. Ni hivi, nakupa onyo, ukae mbali na mwanangu Beni. Kwa sababu muunganiko wenu na mwanangu Beni siuelewi kabisa. Ujue toka dada yako aondoke, umekuwa na tabia mbaya sana. Sijajua haya mambo yote umeyapata wapi, na inafikia kipindi unamfundisha mwanangu. Hii sipendi. Nakupa onyo, iwe mwanzo na mwisho kuwa karibu na mwanangu, na endapo nitaukuta nitakufanya kitu kibaya sana. Alafu ulikuwa mtu wa Mungu vizuri sana, ulikuwa na sali, unaabudu vizuri. Sasa hivi nashangaa kanisani uonekani, imefikia kipindi unarukaruka tu. Angalia hata muonekano wako ni wa kiuni kabisa. Hivi kwa nini umeamua kubadilika? Shida nini hasa? Hivi najua mimi na Beni muda mwingi sana tunatumia kujifunza Biblia na maandiko matakatifu. Ukisoma Misali 1 mstari wa 7 inasema, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Pia baba, Misali hiyo 9 mstari wa 10 inasema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Pia baba, ukiendelea kusoma Biblia, Yohana 3 mstari wa 3 inasema hivi, amini nawaambieni, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Wewe, sitaki kuamini kuwa unaijua Biblia kwa kiasi hicho. Sasa kama Biblia unajua hivyo mwanangu, kwa nini unafanya mambo ya kijinga na kipumbavu? Ona sasa ulivyovaa. Umevaa kiuni. Haya mavazi yanatufanya tuwe na mashaka sisi, mpaka tunakuingiza kwenye makundi mabaya kabisa. Kumbe mavazi amna baba. Saizi mimi nimeingia kwenye vikundi vya uigizaji, kwa hiyo nimeanza kujifunza kuigiza. Kwa hiyo ninakuwa ninavaa hivi ili kuonekana kama msanii, lakini mimi nguo zangu za kanisani zipo sehemu pazuri, na kila Jumapili nitaanza kuja kanisani. Na hata hivyo baba, nilikuwa ninaumwa tu. Sina nifahamu mimi mtoto wako. Nilikuwa ninaumwa hizi siku 2-3. Mimi nadhani nikipona nitaanza, nishapona nitaanza kuja Jumapili. Leo si Ijumaa, kesho kutwa mimi nakuja. Nisipokuja nitafute unichape. Hayo mavazi yanatusababishia sisi tukuone wewe ni muuni. Umenielewa? Hayo mavazi inabidi uvae wakati unaita ni location. Mimi najulia wapi sasa haya mama? Mimi muda wote nashinda kanisani, siyajui haya. Saizi tuna msemo mpya
unaitwa seti. Mimi sielewi lolote lile. Sasa mimi nakushauri kitu kimoja. Haya mavazi yavayo unapokuwa huko, unapokuwa mitaani kama hivi, vaa kistaarabu. Kila mtu awe anajua huyu ni mtumishi wa Mungu. Si umeelewa? Hebu fanya hivyo. Na unapokaa na rafiki yako, muwe mnaongea mambo ya kumtukuza Mungu peke yake. Sitaki mambo ya kijenga. Naweza siku hizi nishamsomea vifungu vya Biblia tu viwili kashadata. Atakuja aje kwenye 18 zangu, utakuja ni mkabe huyu. Ani allocation tu anashinda kutaja. Huyu namhesabia ya kwanza. Anajua sana mimi. Yeshenzini. I know choose this life where I dey live. From small picking I fear I dey feel. Them say na power, but it feel like pain. Every day I dey fight in my own self. Moonlight shine, but you know they want me. Darkness follow me everywhere I go. People they see me like say I'm strong, but inside my heart, na broken soul. Who go save me from this night? Asante mtakatifu, mtakatifu Bwana Yesu. Nalitukuza na kulinua jina lako. Asante mfalme amani uleketi mahali pa juu palipoinuka sana. Mungu naleta haya maombi mbele zako. Mungu, naomba uitazame ndoa yangu. Ndoa yangu inateteleka. Kila siku nazidi kukosa amani. Lakini pia Mungu, naomba umwangalie mume wangu uko aliko. Mungu, naomba umlinde na mabaya yote. Mungu, naomba umkumbushe Ndele kwamba yeye ana mke. Mke wake Esther anampenda sana. Mungu, naomba unirudishie mume wangu nyumbani. Mungu, mimi bila Ndele siwezi. Na siwezi kuwa mwanamke wa mtu mwingine zaidi yake yeye. Mungu, nampenda kwa sababu naamini Mungu wewe ndio ulinipa huyu mwanaume. Mungu wangu, nakuamini kwa sababu ulisema uweze kumpa mtu jaribu bila mlango wa kutokea. Mungu, ulisema uweze kumtupa mja wako. Mungu, ili jaribu limekuwa zito kwangu. Nashindwa kulibeba. Moyo wangu unazidi kuumia leo hadi leo. Moyo wangu unavunjika vipande vipande. Moyo wangu unapitia maumivu makali Mungu. Sina amani Baba. Kuna wakati nashindwa kukutumikia vilivyo Mungu. Lakini Mungu, kama kuna mahali nimekukosea na kama hii ndio adhabu yake Baba, naomba toba. Naomba toba jemedari wa vita. Naomba toba mfalme wa amani. Naomba toba Mungu wa Isaka na Yakobo. Naomba utusamehe mimi na mume wangu mahali ambapo tumeenda vibaya. Na kama hii ndio adhabu Mungu imekuwa nzito, tupunguzie adhabu watoto wako. Tunapitia wakati mgumu mimi na mume wangu. Mungu, na kama kukutumikia wewe ni makosa, basi niadhibiwe Baba. Niadhibiwe Mungu. Mungu, naomba mnirudishie mume wangu nyumbani. Naomba kwa sababu nakuamini. Naamini hakuna mtu yeyote anayeweza kunisaidia zaidi yako. Kwa sababu wa binadamu wana midomo michafu. Wanadamu wako tu kwa sababu ya kusema tulisema. Wanadamu wako kwa ajili ya kunicheka Baba. Wanadamu wako kwa ajili ya kunivunja moyo jemedari wa vita. Naomba nisaidie mfalme wa amani. Na kutegemea wewe peke yako Baba. Nisaidie Mungu. Haya yote niliyoyaomba na yakabidhi mikononi mwako jemedari wa vita. Nikiamini wewe unaweza. Nikiamini wewe utatenda. Nikiamini wewe ni mwaminifu na huwezi kunitupa jemedari. Asante Mungu wa Isaka na Yakobo. Asante Mungu wa Alfa na Omega. Na yakabidhi ya maombi mbele zako Baba. Ni katika jina lako takatifu nikiomba na kushukuru. Amen. I be shadow where they believe, dark prophet where they will. All this power no fit heal. Karibu sana. Asante sana.
Karibu sana bwana. Bwana Bantu. Naam. Unaendeleaje na hali? Na mshukuru Mungu naendelea vizuri kabisa. Safi sana. Nadhani unanitambua. Ndio. Wewe ni mmoja kati ya wanachama. Nimekukumbuka vizuri sana. Sura hainipotei. Nimekuwa mzuri sana wa kumuona mtu mara moja na kumweka akilini. Kwa hiyo haijanisumbua kabisa. Ndio maana hata nilipokuona unaingia hapo nilikuwa nimejigundua familia. Safi sana. Safi sana. Bwana Bantu, ujio wangu mimi hapa ulikuwa ni kukutembelea. Nafurahi kukuona ukiwa salama na una furaha. Nashukuru sana bwana, nashukuru sana. Lakini sasa kuna jambo moja la muhimu nimeona nikufikishie. Bila shaka, unaweza ukazungumza tu. Unakumbuka ile siku ulileta zawadi katika chama? Mkuu alisema sio kitu cha sawasawa. Kile kitu ulichokileta hakikuwa sahihi. Yule alikuwa mtoto wangu wa kumzaa. Bantu, usishtuke. Hivi ni vitu vya kawaida sana. Ila mimi nina kitu kimoja tu ambacho nimekuja kukuambia. Nahitaji mtoto wangu. Inainua sala kila siku, lakini nafsi yangu inazama. Mimi ni nabii kwa macho ya wengi, lakini nimefeli kuwa mume. Wewe kijana. Vipi? Safi, hata shikamoo hamna, si ndio? Yaani jinsi gani ulivyokosa adabu mpaka unataka kupitia hapa. Shikamoo baba. Marahaba. Mbona mlango upo wazi? Kwani usipitie huko? Tuacha. Una shida na nani? Nani, Abigail? Hapana. Nani, Nelly? Au Beni? Ndio. Sawa. Sasa kama una shida na Beni, huu sio mlango. Ungegonga, kama kweli kuna amani, ungepitia getini. Ungegonga mlango, ungekutana na Beni. Kama hayupo tungekuambia hayupo. Lakini tafsiri ya kupita hapo unaijua? Hebu nisikilize tena kwa umakini sana. Sio kama sikufahamu. Na kufahamu vizuri tabia zako jinsi zilivyo. Najua unamfuata Abigail. Lakini kwa siku nyingine nakupa onyo. Sitaki kuja kuona mtu anapitia ukutani. Unapomtaka Abigail pitia huku. Hata hivyo huwezi kuja nyumbani kwangu pasipokuwa na sababu. Hebu jaribu kufuata taratibu na maadili. Njoo jitambulishe. Baada ya kujitambulisha, tunafuata protocol. Mwisho wa siku unamchukua mtoto wangu unaondoka naye. Lakini hizi tabia za kiuniuni na jinsi nywele zako zilivyo zinaonekana za kiuni. Umeelewa? Na kufahamu kwa sababu tupo wote pale ibadani. Lakini hii tabia unaoifanya, nitatoka kwenye uwepo wa Mungu. Nitakuwa mtu wa kawaida, nitakuja kufanya kitu kibaya sana. Sawa baba. Naomba unisamehe. Basi unaweza kaenda. Njia ni sio huko.
Itabidi niweke shoti ya umeme. Wao wanafia hapa hapa. Kuna muda Mungu unaweka pembeni afu maisha mengine yanaendelea. Wewe ukapitia hapa kama kweli una akiti mama, kwani unapitia hapa? Chaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe mama nabii. Amina. Samani mama nabii, hivi nilikuwa nakuja ofisini kwako. Na mimi ndo nilikuwa natoka hivi. Swala ambalo lilikuwa linaleta ofisini kwako ni kuhusu huyu kijana wetu aliyepotea. Mimi nilikuwa na wazo, sisi kama kanisa tukatoe taarifa polisi. Ninaponya kwa mikono yangu, lakini moyoni kuna vilio. Naitoa nuru mbele ya watu, lakini gizani niko peke yangu. Ninainua sala kila siku, lakini nafsi yangu inazama. Mimi ni nabii